You are very stupid. Kumbafu mingi sana na ururie kwa kichwa yako. Wewe ni mtu kasia. Let us protect our people. Na wewe kuchumba na DCI kama mwesana na hii kasi toka. Hii Kiingereza mingi wewe Murkomen sitaki tena kwa kuwa ameshachukua kijiji kitambo. Every day akifungua mdomo ni kesi. Mwache upuzi bwana. It is what it is. Mimi naona hizi siasa ya 2027 Masailand itakuwa zarakani. Vile hii siasa inaenda. Vile watu wamejigawa. Mount Kenya itajigawa mara mbili obvious. West na East. Hiyo dae. Huko kwa kina Sifuna obvious itajigawa. Sifuna kidogo kinaweta. Hiyo ni ngapi? Wajigawe. Kisumu wanajigawa ODM. Mara ngapi? Ya kina Babu. Na ya kina hii gine wenye wako kwa serikali. Yaani hii 2027 hakuna watu hawajigawi. Rift Valley sisi wa Masai tutakuwa na ka 1.5 hapo 1.8 karibu 2. Sasa hivi tunakata. And if there is no country for William Ruto, there is no country. Sisi hatujigawi. Samburu zi unaona sisi tuko sawa. Hatuna president candidate, hatuna deputy, so we are sawa. So Samburu Lelita kae ka. Kajiado Kato aambia watu relax. Ndutu Narok aambia wa Masai ngojeni kwanza ipigwe. Ikishapigwa nini mmepiga na mawifu nini corruption mkibahatisha sasa basi semekana wa Masai haijakongwa tuambie Lelit wekelea mesa Lelit aekelee kanusu milioni yake ka tuambie Ruto uko na nini uko na barabara ngapi ya lami hapa maji stima basi Ruto aweke ka tuambie weka kikapu ria haya ikuja sasa hiyo ndio marakani Kajiado Kato sasa relax hivi aseme oe naki uko na nini uko na barabara ngapi ya Kajiado uko na shamba ngapi utafenzia na zima shut up you maji unachimba ngapi shut up sasa hiyo tunapemberezwa Kato aseme ndio hiyo ka 600 yeah. Wewe wacha wewe. Wewe. Sasa hiyo president atakuwa amepakisha kura 1300 atangazwe. Ndutu saa hiyo atakuwa Masai Mara. Atakuwa park ya Mara. Ndutu atakuwa na relax hivi. Na Ndutu beach. Sasa Ndutu in fact sasa hata mapresident wote watakuwa wanamuendea Masai Mara kumpembeleza au governor. Governor ambie mko na. Sasa hiyo Ndutu atakuwa na relax hivi kungoja. Niwaambie tu Masai ni zaragidi. Wewe Ndutu bwana wajilia hii game. Ndutu azama mko na nini? Tunataka yapo 3. Ruto azeme iko. Narok North tunataka lami kila mahali iko. You people you earn more money. Na kwanza inatengenezwa. So because I tax you more, I get more money. Na hata sasa hiyo Ndutu anaangalia upande ile. Sasa hiyo Kato lati leleli na Ndutu anaongea. You cannot be serious. Masai tutakuwa tunali. There's no way you can say that you are serious that you are a guy. Yetu tunaongea na Wamasai tuseme I may not be so clever. Ndutu sasa sema decide that you are not serious. Sasa IBC watakuwa wanapigia Ndutu sasa hata si IBC harakisha. Sasa gavana aseme alete kabisa. Aseme ndio hiyo. Hapa. IBC wasimama watangazi. Sauti tamu nikapewa. Sisi ndio tunadecide. Sisi tuko one bro. Sisi ngoja. Sisi bwana tu mtu atatupea shamba zetu zilienda. Haturudishie zile ziliporwa. Aweke North lami. Kajiado chimbe maji. Huyo president ndio tunataka sisi. Sisi hatutaki deputy. What? Na hatutaki kiti ya president kwa saa hii. Juu tuko busy. What? Lastly. Ukitaka kura saa hii ya mabaya election nini? Omba kunyesha. Na siku hiyo muombe kusinyeshe kama unataka kura yetu. Omba. Rachel, omba sana kunyeshe tusiende kutafutia ng'ombe malisho. Mutaona block. Bora kunyeshe. Bora kunyeshe. Hii Kenya saa hizi either uko 2 term ama uko na ma feelings. Either tu uko 2 term ama uko na ma feelings. Na kama uko hapo hivyo unaniangalianga unaona ninakusinya ninakuudhi, unakasirika, unasikia kukufa. Ukae chini ufikirie kama utaendelea kuvumilia ama utaniblock. Ukae chini we figure out what's going to help your mental health because ni hivi
speed ni hii, mbio ni hii mpaka 2032. Yani ile wakati mimi nitapumua, when I will calm down, when I will relax, is after Ruto ameapishwa as the second term president of this country. Otherwise, tuko ballot. Au ni mbili. Yes, Mr. One Term MP. Quarter term Deputy President. Mtu blal fucking. Ninaona unajaribu kuchochea wananchi hapo kuanzia juzi. Oh, msiende maandamano. Kutakuwa na sijui watu wapango hapo. Wewe badala waambie wa Kenya wewe ndio unapanga uhalifu. Hata yeye unaongelea madhira saa hii sijui nini itafanyika. Wewe ndio unapanga hiyo takataka yote. Na wewe unafikiria una deal na watu wajinga. You think we are stupid like you. Bora sisi ni wajinga sana kama wewe. Mtu alishindwa kumaliza term, mtu ya quarter term Deputy President. Ndio uko impeach na more than 200 MPs. Wewe ni mtu uko chini sana. Nilikuwa nasikia juzi unasema ati mimi na Faruk sijui tuko na akili kidogo. Hii akili niko naye wewe Mr. Dorcas. Quarter term. One term. Hii akili niko naye hata wewe unajua. Hii akili niko naye nilikusaidia kuwa Deputy President. Ukashindwa kwenda kushikilia kiti nilikupigania. Faruk alikupigania. Mimi nilikupigania. Wewe unajua ile watu walikupigania. Sasa hao watu ndio unatusi. That's why ulikuwa quarter term. Na utawahi kuata jifu. Hata hiyo unaringaringa hapo na kuongea maneno mingi. Endelea kutapeli hawa milioni 2, milioni 3, milioni 2, milioni 3. Ukimalizana na hii biashara, ukwenda nyumbani ukae vizuri sasa na wazee wengine. Mr. Quarter term. Mtu kumbafu sana. Mimi ningepewa kuwa naibu wa rais. Please no. No. Next. No. Yani from A to Z. Yani ulikuwa umefika number 1. Sasa uko namba mwisho. Wewe ni mtu blale fucking. Alafu naona unachochewa Kenya hapo. Unaandika vitu mingi kwa mtandao. Tafuta kazi nyingine ya kufanya bwana, enda panda Mdomanga. Ama waambie Dorcas akufunze ukue ukunaimba kwaya yana ubiri. Tafuta kazi. Acha hii ya uongozi likushinda. Hii siasa likushinda. Hebu ujiulize maswali. Nani alikuwa anakujua miaka 7 hapo nyuma? Nobody. Nani alikuwa anakujua miaka 4 hapo nyuma? Nobody. Ulifika tu kama mjumbe. Uko na fama leo inakaa hivi. Mara inakaa hivi. Tulikusaidia sana bwana. Sasa unaongelesha nani? Unachochewa Kenya. Mtu mkabila, mtu mkumbafu. Wacha kuchochea watu wa Mlima. Watu wa Mlima nilisema ni watu wa Kenya. Constituency yao inaitwa Kenya. Na ndio mimi nasemanga kama watu wa Mlima wako hata kwa senda yako, hiyo senda imekufa. Na sasa can you imagine kama watu wa Mlima wanaongozwa na mtu mkumbafu? Mtu ya quarter term kama huyu, mtu mjinga. Mtu mtapeli, mkabila. Akikaa nataka tu vita, mwizi. Wewe ni mtu kumbafu sana. Nilikuwa naona juzi unasema ati mimi ni mtu wa standard 2. Wewe maisikia nikisema nilienda shule, wewe maisikia nikicomplain. Wewe maisikia ni nikicomplain wewe blala fucking. Na Faruk, wewe Faruk huyo tulikusaidia sana sisi hii watu ya standard 2 hii wako hii tulikusaidia. Wewe ni mtu ng'ombe sana wewe. Wacha kuchochea Kenya. Hautawahi kuwa hata mzee wa mitaa. Hata wewe siongoza DP hapo Kirinyaga nini hapo Mathira. Hapo Munyoro. Hata watu wa Munyoro wanajua ni mtu kumbafu. Kwenda kabisa. Watu wa Mlima mchanuke. Sio lazima mtupigie kura. Sio lazima mpigie William Ruto kura. Piga kura penye unataka. Watu ya Gashiedha na wewe Gashiedha mwenyewe umesunguka leo ukitoa matusi. Instead of sitting down with the people, wakuelezee ni nini ambao wangetaka ifanyike, ambao ifanyiki kwa sasa, wewe unasunguka na matusi peke yake. Useme ni yapi ambao utafanyia wa Kenya. Wacha kwenda kuleta matusi. Hiyo matusi muko nayo pale, nimesikia pale Embu, ingine huko Laikipia. Hiyo matusi haitawaletea
kura yoyote, na nimesema na nitasema tena, hii serikali ya William Ruto, watu ya Mlima Kenya walipanga pamoja wakiwa wameshikana wote, na ndio maana kuna mawaziri wengi kutoka Mlima Kenya kwa hii serikali ya William Ruto. Ndio maana hii serikali ya William Ruto imehakikisha kwamba bei ya kahawa, bei ya majani chai, bei ya maziwa na bei ya mimea ambao tunakuza pale Mlima Kenya inaendelea kuwa sawasawa, inanawiri. Watu wa Mount Kenya, wa Mlima Kenya wako na amani na serikali hii. Lakini wewe Gachagua unaendelea kuchochea ati kwa sababu ulishindwa na kazi yako, wambunge wako kufukuza kazi, wakakwambia utoke kwa ofisi. Mimi nakwambia namna hii, wewe Gachagua, tukanana kabisa. William Ruto anaendelea kukaa chini na kupanga kazi ya taifa letu la Kenya, na mimi vile nimesema, hautaendelea kutukulia mfuko kama njugu karanga hiyo ambao unasema mnastuliwa ati na kukata mlima. Bando mambo haijafika. Tutakutana na nyinyi kwa uwanja. Wacheni kustuka mapema, wacheni kustuka mapema. Hii mlima mnaongea kila wakati iko na tofauti, na hiyo tofauti tutaendelea kuisema mara kwa mara.